Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life. Na leo tunaenda kujifunza namna kupika chipsi vuruga za nyama ng'ombe. Hili pishi ni tamu sana. Tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado haujasubscribe, tafadhali subscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini. Kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tunapokuwa tunaposti. Kwa kuanza pishi letu, tutaenda kuanza kama ifuatavyo. Nitaenda kuanza na viazi. Hakikisha viazi unavyotumia ni virefu na vikubwa. Lakini mimi vyangu vilikuwa vidogo kidogo, lakini angalau vitaweza kutoa chipsi ndefu ndefu. Kama jinsi unavyoona, tutaenda kumenya viazi, lakini pia kama maganda yako ni masafi, unaweza kupika na maganda, sio dhambi. Baada ya hapo nitaenda kuvipasua na kuvikata kwa urefu kama jinsi unavyoona. Najua wengi wetu mnajua namna kukata chipsi, lakini kwa wageni ambao hawajui au wengine ambao hawajui, nitaenda kuangalia kwa utaratibu kama jinsi unavyoona. Nitaenda kupasua na pia nitakata kwa urefu kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Ningependa kujua wewe binafsi unapikaje chipsi nyumbani. Tuandike hapo chini ili tuweze kujifunza pishi jingine. Hizi ni chipsi za kawaida tu, ndo ninazotaka uniambie wewe unazipikaje, unachanganya nini, unaweka manjo ya aina gani. Tuandike hapo chini. Baada hapo nitaenda kuweka kwenye chombo kama jinsi unavyoona, na nitaenda kuvisafisha. Ukisafisha viazi vinakusaidia kipindi unakaanga viazi havikamatani, lakini usiposafisha kipindi unakaanga vitakusumbua kidogo kwa kukamatana. Kwa ukishavisafisha vini kama vile ukiweka kwenye mafuta vinakuwa vinaachana. Ndio maana kusafisha viazi baada ya kumaliza kuvikata. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo. Baada hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha, na nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana kama jinsi unavyoona. Tuandike hapo jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina katika habari nyingine inayofuata. Baada ya hapo kama jinsi unavyoona, nitaenda kuinjika flampen jikoni na nitamimina mafuta ya kutosha kwa sababu tunaenda kukaanga chipsi. Kama unavyojua chipsi zinahitaji mafuta mengi ya kutosha. Nitaenda kuweka mafuta kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuweka viazi moja baada ya nyingine. Nitaangalia kwanza kama mafuta yangu yameshachemka, kwa hiyo nidondosha kiazi na utaangalia kiazi kikishanyanyuka juu ndio utajua kwamba mafuta tayari yameshachemka. Baada hapo nitaenda kuanza kwa kukaanga. Hivyo hakikisha mafuta yako yameshachemka vizuri, na yakishaanza kuchemka namna hivyo inabidi upunguze moto kidogo. Usiendelee kuweka moto mkali kama ulivyoweka mara ya kwanza kipindi unasubiria mafuta kuchemka kama jinsi unavyoona. Maana ukiweka moto mkali pia unaweza kaunguza viazi au kavibabua kama jinsi unavyoona. Na kipindi unapika viazi vyako umeshaviweka tayari kwenye sufuria, usigeuze kabla havijaiva kwa sababu vitaenda kukatika. Yaani vitakatika kipindi unageuza, kwa sababu viazi vina stage kadhaa mpaka viive. Mara ya kwanza vinakuwa vigumu, vinakuwa vilaini kiasi kwamba ukipitisha hata mwiko ama kijiko vinaachia, vinakatika katikati. Kwa hiyo inabidi viache. Maybe unaweza kusogeza kile ambacho unaona kimenyenyuka zaidi, unaweza kukiweka kwenye mafuta ndani kama jinsi unavyoona. Na tutaendelea kukaanga mpaka pale viazi vitakapoiva. Viazi vikianza kuiva vinakuja juu, vinaanza kunyenyuka juu ya mafuta. Kwa hiyo huna haja ya kuanza kufuatilia vinakuaje, hapana. Utaviona tu vyenyewe vinaanza kunyenyuka. Vinakuwa tena haviko chini ya mafuta, vinaanza kunyenyuka vyenyewe. Kwa hiyo pale vikishaanza kunyenyuka ndio unaanza kugeuza. Kama jinsi unavyoona, lakini unakuta bado havijaiva kama jinsi unavyoona vya kwangu. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea, na tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo unaenda kwa Ramadhani kutoka Dar es Salaam. Asante sana Ramadhani kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Nasra kutoka Omani. Asante sana Nasra kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Na hapa tutaendelea kukaanga kama jinsi unavyoona. Kama jinsi unavyoona viazi vyetu viko tayari. Vimeshaiva actually. Na ukikaangia mafuta masafi viazi vinakuwa vina rangi nzuri tofauti na ukikaangia mafuta machafu. Viazi vinakuwa vya njano. Hayo mafuta ni masafi ndio maana viazi vimeonekana hivyo.
Usisahau kucomment, kulike na kushare na wenzako ili waweze kuelimika. Upendo wetu mwingine unaenda kwa Zeisha kutoka Morogoro. Asante sana Zeisha kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Baada ya kukaanga chipsi, na sasa tunaelekea jikoni kwa ajili ya kuanza pishi la chipsi mvurugo ya nyama. Tutaanza kwa kuosha viungo kama jinsi unavyoona. Hivyo ni viungo mbalimbali, na baada hapo nitaenda kuvikata. Takata kitunguu kwa urefu. Unaweza kukata jinsi wewe mwenyewe unavyopenda, sio lazima ukate kama mimi. Na baada hapo pia nitaenda kukata pilipili hoho kwa urefu kama jinsi unavyoona, na pia nitakata kwa vipande kama jinsi unavyoona. Bila kusahau nitatumia nyanya 1 au 2 katika pishi hili, na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada hapo nitaenda kusafisha nyama kama jinsi unavyoona. Hiyo ni nyama robo, ni nyama ya ng'ombe, tayari ilikuwa imeshakatwa huko ilikotoka. Baada ya hapo nitainjika sufuria jikoni na vimaji vidogo vilikuwa vimebakia kwenye nyama. Nitaenda kuweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi ili mradi tu nyama yangu iweze kuiva kwa haraka. Na baada hapo nitachemsha kwa kuweka maji kidogo. Wewe unachemshaje nyama nyumbani? Hem, tuandikie hapo chini tuweze kufahamu. Na njia ya leo nitaenda kutumia kuchemsha nyama kwa kuweka maji kidogo mpaka pale itakapokuwa imeiva. Kama jinsi unavyoona, nitaendelea kuchemsha mpaka nyama iive kabisa na kulainika. Hakikisha nyama yako inaiva na kulainika ili iwe rahisi kwa mlaji. Baada ya hapo nitaweka chumvi kwa ajili ya ladha kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Na pia nitaenda kuchanganya. Kama jinsi unavyoona nyama imeiva na kulainika kabisa. Hata ukiikata kwa mkono, na katika hapo nilikuwa ninaungua, lakini inabidi tu nikuonyeshe kwamba imelainika kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Baada hapo nitaendelea kukaanga mpaka maji yaishe kama jinsi unavyoona. Nitamimina mafuta. Baada ya maji kuisha, utatumia mafuta yoyote yale tu unayopenda. Baada hapo nitaenda kuweka vitunguu maji ili viweze kuiva pamoja na nyama. Nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana kama jinsi unavyoona. Nitakaanga vitunguu mimi, sitaki vitunguu vyangu viungulie, kwa hivyo nitaenda kuweka nyanya kama jinsi unavyoona. Hizo ni nyanya 2, lakini niliweka nyanya 1 hapo au 2, unaweza kutumia kulingana na wingi wa chipsi zako kama jinsi unavyoona. Nitaenda kuchanganya. Teka garam masala nusu kijiko cha chai, curry powder nusu kijiko cha chai pia, na pia nitaenda kuchanganya. Unaweza ukaweka pilipili manga au ukaamua kuweka binzari ya manjano kwa ajili ya kuleta rangi tofauti. Ni wewe tu, lakini mimi sikuweka kwa muda huo, sikuwa navyo. Baada hapo nitaenda kuweka pilipili hoho ambayo tayari nilikuwa nimeshaikatakata. Hii ni kwa ajili tu ya kulembesha, na pia nitaenda kuchanganya kama jinsi unavyoona. Unaweza kutumia hata pia ukaweka giligilani. Yaani ni wewe tu kuweka manjonja kwenye chakula chako. Baada hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha, kwa sababu niliongeza viungo vingine, hivyo chumvi ya awali ambayo nilichemsha na nyama ilikuwa haipo kivile. Nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Kama una pilipili yako sasa hapo unaweza ukaweka. Bila kusahau utatumia tomato sauce katika pishi hili. Unapoenda kuweka tomato sauce, weka kiasi wewe mwenyewe unachopenda. Kumbuka tomato sauce pia ina chumvi. Kwa kipindi unaweka chumvi hakikisha una balance. Unaweza kuanza na tomato sauce alafu ukika na chumvi ili uweze kubalance. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya, na hakikisha unapika kwa moto kidogo, kwa sababu ukipika kwa moto mkubwa tomato yako itaenda kugandia chini kwa sababu ni nzito, inakamata chini. Baada hapo nitaenda kuweka chipsi ambazo tayari tulikuwa tumeshakaanga hapo awali kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuchanganya chipsi kama jinsi unavyoona. Hakikisha zinachanganyikana vizuri, na hakikisha unapika kwa moto kidogo, na huku hakikisha mpaka pale rojo lako litakapokaukiana na chips. Yani maji hayatakiwi kuwa katika pishi hili kabisa. Maji havitakiwi kuwa, kwa inabidi ukaushe kabisa kama jinsi unavyokausha rojo la biriani ukiwa unapika biriani. Ndio hicho ninachomaanisha. Na hakikisha usivunje chips zako. Hakikisha unavyochanganya na unavyopitisha mwiko wako hauvunji chips. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi vya mapishi pale tu tunapokuwa tunaposti. Kama jinsi unavyoona pishi letu liko tayari na chips zimeshakauka kabisa na nyama imekauka. Hivyo
liko tayari kwa ajili ya kuliwa. Usisahau kucomment, kulike na kushare na wenzako ili waweze kujifunza pishi hili. Nenda kujaribu pishi hili kwani ni tamu sana. Pishi hili ni tamu sana. Pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani popote pale duniani. Tuandikie hapo chini jina lako na mahali unakotokea, ili tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina na mahali unakotokea katika video nyingine inayofuata. Upendo wetu wa kwanza unaenda kwa Isa Jackson kutoka Serengeti, Mara. Asante sana Isa Jackson. Na pia upendo wetu mwingine unaenda kwa Rebeka kutoka Kigoma. Asante sana Rebeka kutoka Kigoma kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Huyu mwingine ni Amina Msati kutoka Chamazi, Dar es Salaam. Asante sana Amina Msati kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Modesta kutoka Songea. Asante sana Modesta kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Huyu mwingine ni Veronica kutoka Dar. Asante sana Veronica kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Na wa mwisho ni Pendo kutoka Kahama. Asante sana Pendo kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Nirudie kumtaja huyu Isa Jackson kutoka Serengeti, Mara. Asante sana Isa Jackson kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kukomenti. Na wewe unayetazama video hii usiache kukomenti hapo chini jina lako na mahali unakotokea, ili tuweze kukutaja jina kama jinsi tulivyowataja hawa katika video zingine za mapishi zinazofuata. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii, ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu vya mapishi pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tunakuletea habari mbalimbali za mapishi, historia na uchambuzi mbalimbali unaotokana na vyakula. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha-subscribe, na kwa wale wote ambao wamekuwa kutufuatilia, asanteni sana. Bila kukusahau wewe unayetazama video hii. Asante sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, pia usisahau kuandika jina lako na mahali unakotokea, ili tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina lako mahali unakotokea. Asante sana kwa kutazama video hii, na pia usiache kutazama video zingine za Mapishi Food Life. Kwa heri, tukutane katika pishi jingine linalofuata. Asante.